lakini safari hii niligundua kitu kingine. Kwenye kidole cha mkono wake wa kushoto kulikuwa na pete nyeusi. Nilihisi damu ikiganda mwilini, kisha nikasikia Kasim akisema kutoka chumba cha pili, "David." Nikamwambia, "Nini? Umeiona?" "Umeona nini?" Kasim akatoka taratibu. Kwa mara nyingine, karibu tena katika simulizi ya David sehemu ya 11. Macho yake yalikuwa yamejaa hofu. Alikuwa akilitazama lile picha. Kisha akasema kwa sauti iliyokuwa karibu na kunong'ona, "Huyu mwanaume hakupaswa kuwa kwenye picha hiyo." Maneno ya Kasim yalibaki yakining'inia hewani. Nilimtazama bila kusema chochote. Kisha nikaitazama tena ile picha. Mama, baba, mimi na nyuma yetu yule mwanaume mwenye miwani. Lakini sasa nilikuwa nikitazama kitu kingine, pete nyeusi iliyokuwa kwenye kidole chake. Ile ambayo baba yangu alikuwa amemwonya Kasim kuhusu miaka mingi iliyopita, kwamba usimwamini mtu mwenye pete nyeusi. Nilihisi mikono yangu ikianza kutetemeka. "Kasim," aliitikia, "Ndio." Nikamwambia, "Ulisema huyo mwanaume hakupaswa kuwa kwenye picha?" Kasim aliitikia, "Ndio." Nikamuulizia, "Kwa nini?" Kasim hakujibu. Nilimsogelea. Nikamuulizia, "Unamfahamu?" Alikaa kimya. Kasim alinitazama akasema, "Ndio, ninamfahamu." Nilimuulizia Kasim, "Jina lake nani?" Alishusha macho. Kasim akasema, "Jina lake la zamani lilikuwa tofauti." "Ehe, na sasa naitwa nani?" "Sijui." Nilimuulizia Kasim, "Unamaanisha nini kusema hujui?" Kasim aliniambia, "Baadhi ya watu hubadilisha majina wanapotaka kupotea." Nilihisi hasira. Nikajisemea, kila mtu hapa anajua kitu, lakini hakuna anayesema ukweli. Kasim alikaa kwenye kiti cha zamani. Kisha akaniambia, "Unataka ukweli?" Nikamwambia, "Ndio." "Basi kaa." Nilikaa mbele yake. Kasim akaichukua ile picha kutoka mikononi mwangu. Akaigeuza upande wa nyuma. Kulikuwa na maandishi yaliyofifia. Nilikuwa sijayaona kabla. Kasim akayapapasa kwa kidole. Kisha akaniulizia, "Umeona haya?" Nikakaribia. Kulikuwa na tarehe 12 mwezi wa 8 2008. Chini yake kulikuwa na maneno mawili, "Mwanzo wa safari." Nikakunja uso. Nikamuulizia Kasim, "Hii picha ilipigwa mwaka gani?" Akaniambia, "Ni 2008 kama unavyoona hapo." Nikamuulizia, "Nilikuwa na miaka mingapi?" Kasim aliniambia, "Ulikuwa na miaka 5." Nikatazama uso wangu kwenye picha. Nilionekana mtoto mdogo. Nilikuwa nimeshika mkono wa mama. Baba alikuwa upande wangu mwingine, lakini kwa nini kulikuwa na mtu mwingine nyuma yetu? Kasim aliniangalia. Kisha akaniambia, "David, kuna kitu kuhusu picha hii ambacho hujakiona." Nilimuulizia, "Ni nini hicho?" "Angalia upande wa kushoto." Nilitazama. Kulikuwa na jengo lililokuwa nyuma yetu. Sasa nililitambua. Lilikuwa jengo lile nililoliona kwenye picha nyingine, jengo la halmashauri. Lakini kulikuwa na kitu kingine. Kwenye kona ya picha kulikuwa na gari jeusi. Nilisogelea picha karibu na macho. Kisha nikamuulizia, "Unalijua hili gari?" Kasim akatikisa kichwa, "Ndio, nalijua." Nikamuulizia, "Ni la nani?" "Hilo gari ni la Danieli." Nilishangaa. Nikamuulizia, "Baba yangu alikuwa na gari?" Kisha Kasim akaniambia, "Kwa muda mfupi tu." Nikamuulizia, "Kwa nini sikuwahi kuliona?" "Kwa sababu hakulimiliki kwa jina lake." "Kwa jina la nani?" Kasim hakujibu. Nilihisi kuna jambo alikuwa akilificha. Nilimuita Kasim. Kasim aliniambia, "Usiulize kila kitu kwa wakati mmoja." "Kwa nini siulize?" "Kwa sababu ukijua sana bila kuelewa mpangilio wa mambo, unaweza kufanya uamuzi mbaya."
Nikainuka. Nikasema sitaki tena kusubiri. Kasim alinitazama. Unaenda wapi sasa? Nilimwambia kwenye kituo cha zamani cha treni. Uso wake ukabadilika. Hapana. Nimeulizia kwa nini hapana? Kwa sababu yule aliyekupigia simu alikwambia usiende. Nilimwambia Kasim. Lakini wewe si umeniambia niende? Kasim ananiambia sijakwambia uende. Umesema baba yangu alikuwa anakutana wewe huko. Kasim alisema ndio. Nilimwambia Kasim, basi lazima nijue kilichotokea. Kasim akatikisa kichwa. David, kituo kile si salama. Nilimwambia, salama ni wapi sasa? Hakujibu. Nilichukua picha. Na hii picha? Kasim akaniangalia. Unataka kufanya nayo nini? Nilimwambia Kasim, nataka kujua kwa nini huyu mwanaume alikuwa pamoja na familia yangu. Kasim alisimama kisha akaniambia, usimuulizie. Kwa nini simuulizie? Kwa sababu anaweza kukujibu. Nilimuulizia Kasim, kwani akinijibu hilo ni baya? Jibu lake linaweza kuwa baya kuliko unaofikiria. Kimya kikatawala. Ghafla tukasikia mlio wa gari nje. Kasim akakimbilia dirishani, akachungulia kwa sekunde chache, kisha akafunga pazia. Nilimuulizia Kasim, ni wao? Ndio, ni wao. Nikamuulizia tena, vipi wametufuata? Kasim aliniambia labda. Nilimuulizia kuna njia nyingine ya kutoka? Kasim akatikisa kichwa, ndio ipo. Akanifungulia mlango mdogo nyuma ya nyumba, akaniambia fuata njia hii. Nikamuulizia tunaenda wapi? Sehemu ambayo hakuna anayekutafuta. Tulitoka kwa haraka. Tulipita nyuma ya nyumba. Tukapita kwenye shamba lililokuwa kavu. Baada ya dakika kadhaa tukafika kwenye nyumba ndogo ya zamani. Kasim akafungua mlango. Ndani kulikuwa na vumbi, meza moja, viti viwili na kabati la mbao lililokuwa limefungwa. Kasim akatoa ufunguo, akalifungua. Ndani kulikuwa na mafaili mengi. Baadhi yalikuwa yamechakaa. Akaanza kuyatoa moja baada ya nyingine. Hatimaye akapata faili moja. Juu yake kulikuwa kumeandikwa Danieli 2008. Moyo wangu ukaanza kwenda mbio. Nikamuulizia, ulikuwa umehifadhi hii? Kasim alisema ndio. Nimuulizia, kwa miaka yote hiyo? Akaniambia, nilimwahidi baba yako. Kisha akanipatia ile faili. Nilifungua ukurasa wa kwanza. Kulikuwa na majina ya watu kadhaa. Mengine nilikuwa siyajui, lakini jina moja lilinifanya nisimame, Salum. Pembeni yake kulikuwa na alama nyekundu. Niligeuza ukurasa, kulikuwa na jina lingine, Danieli, na chini yake jina la mama yangu Mary. Nilihisi mwili wangu ukisisimka. Nikamuulizia, mama yangu alikuwa anahusika? Kasim hakujibu. Kwa nini jina lake liko hapa? Hapo ndipo mambo yanakuwa magumu. Niambie. Kasim alikaa kimya kisha akasema, Maria hakuwa mwanamke wa kawaida. Nilimuuliza, unamaanisha nini? Kasim aliniambia, baba yako hakukutana naye kwa bahati. Nilihisi kama maneno yale yamenipiga usoni. Nilimuuliza, walikutana wapi? Kasim akanambia, walikutana mjini. Na kabla ya hapo? Kasim, naam David, niambie. Kasim akafunga macho. Akasema, mama yako alikuwa akifanya kazi kwa watu wale. Nilihisi dunia ikizunguka. Nikamuuliza, watu gani hao? Akanambia, hao waliokuwa wanatafutwa na baba yako. Nikamuuliza, kwa hiyo mama yangu alikuwa mmoja wao? Akanambia, hapana. Basi alikuwa ndani ya kundi hilo kwa sababu nyingine. Nikamuuliza, sababu gani hiyo? Kasim hakumaliza. Ghafla faili lilidondoka kutoka mikononi mwangu. Karatasi kadhaa zikatapakaa sakafuni. Nilianza kuzikusanya. Kwenye karatasi moja kulikuwa na picha ndogo. Niliichukua. Nilipoiangalia nilimuona mama yangu. Alikuwa kijana. Alikuwa amesimama mbele ya jengo ambalo sikulijua. Pembeni yake alisimama yule mwanaume mwenye pete nyeusi. Lakini wakati huo
hakuwa amevaa miwani. Nilimtazama Kasim. Nikamuuliza, hii picha ilipigwa lini? Akanambia, ni miaka chache kabla hujazaliwa. Nikamuulizia, kwa nini mama yangu alikuwa naye? Kasim hakujibu. Nikageuza picha, nyuma yake kulikuwa na maandishi, kama jambo hili litashindikana, mtoto lazima aondolewe. Nilihisi moyo wangu ukisimama. Nikamuulizia Kasim, mtoto gani huyo? Kasim aliniangalia. Macho yake yalikuwa yamejaa hofu. Wanamzungumzia David. Nikamuulizia tena, mtoto gani? Alinyamaza kwa muda kisha akasema, ni wewe. Nilihisi miguu yangu ikilegea. Nikaketi chini. Nilikuwa nikiamini kwamba maisha yangu yalianza siku nilipozaliwa, lakini sasa nilikuwa nikigundua kwamba hata kabla sijazaliwa nilikuwa tayari sehemu ya siri hii. Kabla sijaweza kusema chochote, mlango wa nyuma ukagongwa mara moja, kisha mara ya pili. Kasim akasimama, kaniashiria nisizungumze. Mlio wa tatu ukasikika, kisha sauti ya mwanaume ikasikika nje, David. Nilimtazama Kasim. Sauti ile nilijua ilikuwa ya yule mwanaume mwenye pete nyeusi. Kasim akaniweka kidole mdomoni. Usijibu. Mwanaume yule akasema tena, David, najua uko ndani. Kimya. Kisha akasema kwa sauti ya chini, na najua umeona picha. Moyo wangu ukadunda kwa nguvu. Kasim akanishika mkono. Mwanaume yule akaendelea, David, kuna kitu baba yako hakuwahi kukuambia. Kimya kifupi, kisha maneno yake yakafanya damu yangu igande. Mama yako hakufa katika ile ajali. Nilimtazama Kasim. Uso wake ulikuwa umebadilika kabisa, na kabla sijapata nafasi ya kuuliza chochote, sauti ya mlango ikasikika ikifunguliwa.